Habari za saizi, kwa majina naitwa Patrick Mkama, ni radiographer katika hospitali ya Baraka Polyclinic. Leo nitaenda kuelezea magonjwa ambayo yanaweza kuonekana kwa njia ya ultrasound. Tukianza na kipimo cha abdomen ama kipimo cha tumbo. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanapatikana kwenye organ ambazo zinapatikana tumboni. Nikianza na ini na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuonekana kwa njia ya ultrasound. Kwanza kabisa, ugonjwa wa kwanza unaitwa fatty liver. Huu maana yake ni ini linakuwa limejaa mafuta. Ugonjwa wa pili ni liver cyst au uvimbe maji kwenye ini. Ugonjwa wa tatu ni liver mass au ini linakuwa lina uvimbe. Uvimbe huo unaweza ukawa ni uvimbe unaosababishwa na baadaye ukawa kansa au ni uvimbe wa kawaida. Ugonjwa wa nne ambao unaweza kupatikana kwenye ini unaitwa liver cirrhosis ama kunywa kwa lile ini linakuwa linanywea. Seli za ini zinakuwa zinakufa kutokana na shida ya hepatitis ama homa ya ini. Tukija hapo vile vile kwenye abdomen kuna kitu kinaitwa mfuko wa nyongo ama gallbladder. Gallbladder ina magonjwa yake mbalimbali. Kwanza kabisa ugonjwa wa kwanza ambao unaweza kupatikana kwenye gallbladder unaitwa cholecystitis. Cholecystitis maana yake ni ule ukuta wa mfuko wa nyongo unakuwa umevimba au umeongezeka size yake. Ugonjwa wa pili ambao unaweza kupatikana kwenye gallbladder ama mfuko wa nyongo ni mfuko wa nyongo unakuwa na mawe. Kwa jina lingine ni kwa la kitaalamu tunaita gallstones. Ugonjwa wa tatu ambao unaweza kupatikana kwenye mfuko wa nyongo, mfuko wa nyongo unaweza kuwa na mchanga. Kutoka kwenye organ ya kwanza liver tumemaliza, organ ya pili gallbladder tumemaliza. Tunaenda kwenye organ nyingine ambayo inapatikana kwenye abdomen ultrasound. Vile vile kuna figo mbili, figo ya kushoto na kulia. Magonjwa ambayo yanapatikana kwenye figo ya kushoto na kulia ni kwanza kuna kitu kinaitwa hydronephrosis. Hydronephrosis ni ile hali ya figo kujaa maji au kujaa mkojo. Kingine figo zinaweza zikawa zina mawe au kwa jina la kitaalamu tunaita renal stones. Tukienda kwenye organ nyingine ambayo inapatikana kwenye abdomen kuna kitu kinaitwa intestinal obstruction ama utumbo kujikunja. Hii ni ile hali ambayo kwenye ultrasound tukipima tunaona ule utumbo, inawezekana utumbo mpana ama utumbo mwembamba unakuwa umetanuka. Ugonjwa mwingine ambao unaweza kupatikana kwenye abdomen ultrasound na kitu kinaitwa ascites. Ascites ni ile hali ambayo tumbo linakuwa limejaa maji. Sawa, linajaa maji. Kwa hiyo kwenye ultrasound pia tukipima tunaweza tukaona ascites. Tukija kwenye pelvic region. Hii pelvic inaweza kupimwa kwa mwanamke na mwanaume. Tukianza na wanawake, pelvic ultrasound tunaangalia mfuko wa uzazi, tunaangalia mayai, tunaangalia cervix au mlango wa kizazi. Tukianza na mfuko wa uzazi, magonjwa ambayo tunaweza tukaona kwenye ultrasound, kuna ugonjwa kwanza unaitwa fibroids. Fibroids ni uvimbe nyama ambao unapatikana kwenye mfuko wa kizazi. Aina ya pili ya ugonjwa unaitwa endometrial thickening au endometrium, ule ukuta wa ndani wa ina layer ya uterus inakuwa inavimba. Ugonjwa wa tatu unaitwa polyps. Polyps hivi ni vivimbe vidogodogo ambavyo vinaweza vikapatikana kwenye endometrium. Ugonjwa mwingine unaitwa congenital anomalies. Hizi ni yale magonjwa ambayo mimba inapotungwa baadaye mwanamke anapozidi kuwa mkubwa kunakuwa kuna changamoto kwenye mfuko wa kizazi. Inawezekana ukawa labda umegawanyika, labda una sehemu mbili za endometrium au unakuwa na fallopian tubes zinakuwa zaidi ya mbili. Tukienda kwa mwanaume, vitu ambavyo tunaviangalia kwenye pelvic kuna kitu kimoja tunaita tezi dume. Tezi dume au prostate enlargement. Hii tunaangalia sana sana kwenye pelvic region ya mwanaume. Ugonjwa mwingine unaitwa prostatitis. Prostatitis ni ile hali ambayo ile prostate inakuwa infected au inapata infection. Vile vile tunaangalia kibofu cha mkojo pia kwa mwanaume. Kama kibofu cha mkojo kina uvimbe wowote au kwa jina la kitaalamu tunaita bladder stones. Vile vile tunaangalia kama mwanaume ana changamoto ya mkojo kutoka mwingine unabakia ambayo inaitwa urinary retention.
Kingine tunaangalia bladder mass, kama kuna uvimbe mkubwa kwenye kibofu cha mkojo cha mwanaume. Kwenye ugonjwa wa tatu unapatikana kwenye kifua. Hii inaitwa chest ultrasound. Sana sana chest ultrasound tunaangalia kama kwenye mapafu kunakuwa kumejaa maji. Kwa kitaalamu tunaita pleural effusion. Kwa hiyo hii pleural effusion pia inaonekana kwenye kipimo cha kifua ambacho inaitwa chest ultrasound. Hii ultrasound na magonjwa nilotaja yanaonekana kwenye ultrasound, lakini pia kuna baadhi ya magonjwa mengine hayawezi kuonekana kwenye ultrasound. Kuna vikwazo ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa tusiweze kuyaona. Mfano, sehemu kukishakuwa kuna maji, kuna baadhi ya organ huwezi kuziona. Ukishakuwa na gesi ama hewa, huwezi kuiona. Vile vile mtu akiwa na mwili mkubwa sana, akiwa umejaa mafuta, vile vile tukapata changamoto ya kuyapata haya magonjwa. Nashukuru sana, nawakaribisha sana Baraka Polyclinic. Afya yako kipaumbele chetu.